Bwana, mambo vipi? Ni wakati mwingine bora zaidi wa kwenda kufahamishana na kujuzana zile taarifa zote za kimichezo ambazo zimeweza kujili, lakini pia kuweza kuchomoza kunako anga ya kimichezo. Kubwa zaidi ni uweze kusubscribe hapo katika maandishi ambayo yameandikwa subscribe, kisha itatokea alama ya kengele. Tafadhali bonyeza kengele hiyo ili ujihakikishie nafasi ya kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu kwa wakati sahihi kabisa. Karibu. Bana, taarifa kubwa ambazo nimepenyezewa kutoka vyanzo muhimu, taarifa inayohusu klabu ya Young Africans. Kunani huko? Basi endelea kusalia hapo hapo na kisha unifuatilie mwanzo mpaka mwisho, kwani kuna taarifa kubwa zaidi ya usajili juu ya ujio wa kocha mpya ndani ya kikosi hicho. Kwani tukumbuke taarifa za awali zinasema kuwa Miloud Hamdi, kocha mkuu wa klabu hiyo Young Africans, ambaye ndiye kocha mkuu mpaka hivi sasa ndani ya kikosi hicho, kuna taarifa zinasema kuwa kuna 95% ya kocha huyo kungatuka baada ya msimu kumalizika, na tayari klabu ya Young Africans kupitia viongozi wake wa ngazi za juu hapa ikiongozwa na Engineer Hersi Saidi wapo katika mchakato mkubwa wa kuleta kocha mpya. Basi ni kocha gani huyo? Basi tutakwenda kufahamu hapa, lakini pia tutakwenda kujua mshahara wake ambao ataweza kulipwa na Young Africans na kandarasi ambayo atakwenda kusaini kunako viunga hivyo vya Young Africans. Lakini pia mwalimu huyo amekuja na project mpya, lakini pia kuna baadhi ya nyota ambao amehitaji mwalimu huyo waendelee kusalia kunako kikosi hicho cha Young Africans. Basi utakwenda kuwajua nyota hao ambao kocha huyo ambaye anataja kuja kurithi mikoba ya Miloud Hamdi ni nyota gani hao? Basi endelea kusalia hapo na kisha unifuatilie mwanzo mpaka mwisho. Baada ya Sidi Ramovic kuondoka kunako kikosi hicho cha Young Africans waliweza kumsainisha mkataba ama kuleta kocha mpya ambaye anajulikana kama Miloud Hamdi, ambaye mpaka hivi sasa yupo akinoa kikosi hicho cha wananchi Young Africans. Lakini sasa kwa taarifa ambazo zinasema kuwa ambazo zenye 95% za uhakika zinasema kuwa baada ya msimu wa mwaka 2024-25 kocha huyo Miloud Hamdi ataweza kungatuka kunako kikosi hicho cha Young Africans. Lakini katika orodha ile ya makocha ambao wanahitajika kuja kukinoa kikosi hicho cha Young Africans, Laurent Mokoena ambaye pia aliweza kupita katika klabu ya Mamelodi Sundowns, lakini pia akaweza kutimkia kule nchini Morocco katika klabu ya Wydad Casablanca. Lakini pia bila kusahau kocha huyu aliwahi kuifundisha Orlando Pirates ya pale Afrika ya Kusini. Kocha huyu mwenye CV kubwa zaidi barani Afrika anatajwa zaidi kuja kuchukua nafasi ya Miloud Hamdi ndani ya kikosi hicho kama kocha mkuu, huku akitarajiwa kuja na benchi lake la ufundi ambalo ataweza kusaidiana nalo kwenda katika msimu wa mwaka 2025-26. Sasa taarifa nyingine, baada ya kupeleka ofa ya kocha huyo, amehitaji baadhi ya nyota ambao wapo ndani ya kikosi hicho cha Young Africans. Na tukumbuke mwalimu huyu Laurent Mokoena, moja ya mchezaji ambaye amekuwa akivutiwa naye ni Clement Mzize, ambaye kwa msimu mwaka 2024-25 amekuwa na takwimu bora zaidi katika mashindano yote. Lakini pia Laurent Mokoena tukumbuke ni kocha mkubwa katika uso wa bara la Afrika, akiwa
alipokuwa akifundisha Mamelodi Sundowns, inakadiriwa kuwa alikuwa akipokea mshahara takriban milioni 200 kwa mwezi. Sasa Young Africans wameweza kufika dau, lakini si sawa na lile ambalo alilokuwa akilipwa kule Mamelodi Sundowns. Lakini pia kocha huyo anatajwa kuja kusaini kandarasi ya miaka 2 kuifundisha klabu hiyo ya Young Africans kuelekea katika msimu wa mwaka 2024-2025. Lakini pia viongozi wa Young Africans matumaini yao makubwa ni kufanya vyema katika mashindano ya kimataifa. Hapa ninazungumzia michuano ya CAF Champions League, ambapo Young Africans kwa msimu huu waliweza kuishia hatua za awali. Lakini pia bila kusahau Young Africans, moja ya malengo ni kufanya vyema zaidi katika ligi kuu Tanzania bara. Hapa naizungumzia NBC. Lakini pia bila kusahau michuano ya shirikisho ya CRDB Bank, ambayo Young Africans hapa hivi sasa yupo katika hatua ya finali. Lakini pia katika msimamo wa ligi yeye ndiye kinara, ikiwa ni tofauti ya alama moja tu dhidi ya mpinzani wake Simba Sports Club. Bwana, hiyo ndiyo taarifa ambayo inahusu klabu ya Young Africans juu ya kocha Lolel Mokwena kuja kukinoa kikosi hicho, huku mwalimu akipendekeza zaidi vijana kutumika kunako kikosi hicho. Na kama tunavyofahamu hivi sasa kuna baadhi ya nyota ambao tayari umri umesogea zaidi. Hapa namzungumzia Khalid Aucho, lakini pia wapo wakina Abubakar Shuaboy ambao umri tayari umesogea mbele zaidi. Lakini Lolel Mokwena kipaumbele chake ni projekti ya vijana kunako kikosi hicho cha Young Africans. Bana, toa maoni yako hapo katika comment section. Je, Lolel Mokwena endapo atatua katika klabu hiyo Young Africans, unaiona wapi Young Africans chini ya kocha huyo Lolel Mokwena endapo atafanikiwa kuwa kocha wa klabu hiyo? Usisahau kusubscribe hapo katika maandishi ambayo yameandikwa subscribe. Hadi wakati mwingine, bye bye.